Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu, na kwanza naendelea kumpa pole na hayo mapambano yanayomkabili, na ninataka niseme kwamba viongozi wa vyama vya siasa katika nchi yetu ambayo tunajitambulisha kwamba ni nchi ya demokrasia na tunafanya, na kama ninavyosema, tunafanya documentation ya hatari sana, itakuja kuliumiza sana, watakuja kuumia sana baadhi ya watu katika documentation tunazozikusanya. Mimi Mheshimiwa Philemon Ali Mbowe alikamatwa akawekwa mahabusu kwa muda mrefu kwa kusingiziwa, kwa kubambikwa kesi kwamba yeye ni gaidi. Wakaendesha kesi. Baadaye wakasema, mwendesha mashtaka wa serikali akasema hana nia ya kuendelea na shauri hilo. Hiyo nia ya kumkamata mlikuwa nayo. Leo kwa nini mna withdraw hiyo kesi? Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tu mlimbambikizia kesi, hamkuwa na ushahidi wa kutosha, ndio maana ile kesi mmeamua kuifuta. Amekuja Dr. Slaa na yeye akaambiwa ni kesi ya nini? Tuliambiwa ni ya uchochezi. Dr. Slaa naye amepambana, amekaa ndani muda mrefu sana. Baadaye serikali inakuja inasema haina sababu ya kuendelea na shauri hili. Maana yake ni kwamba naye alibambikwa kesi. Lakini tunajua Tume ya Rais ya Haki Jinai imezungumza kwa hisia kali sana juu ya namna wananchi wanavyobambikwa kesi. Sasa leo Tundu Lissu anatuhumiwa kwa kesi ya uhaini. Mimi nimwombee tu Mwenyezi Mungu kwamba kwanza anaendelea vizuri na shauri linavyoendelea, na ninaamini kwamba mbele ya safari mambo haya yatafika mwisho na ataachiwa huru. Naamini kabisa hivyo, na atashinda kesi hiyo, na sisi wenzake tuko bega kwa bega na yeye, na hata mambo mengine haya, hizi kesi tulizopita nazo hizi zote, na zenyewe zinaanza kusaidia kule kwake kutengeneza msingi wa namna ya maonevu yalivyo, kwa sababu mahakama zetu zinajaribu kuweka msingi mzuri sana wa namna ya maonevu yanavyofanywa na baadhi ya taasisi zetu za serikali.